cha Pasaka wetu ambao ni Yesu. Tunaona hapa kwa Ibrahimu wanatuonesha kivuli ambaye ni kondoo yule anachukuliwa badala ya Isaka, anatolewa sadaka ya kuteketezwa ambayo ilikuwa imesimama kama ondoleo la dhambi. Haleluya, tuko pamoja. Baada ya kufanya vile, kutoa ile sadaka kama kivuli cha Yesu Kristo ambao yeye mwenyewe amesema mimi ndio Pasaka, Ibrahimu baada ya kutii, Mungu akambadilisha jina kutoka Abraham kuwa Ibrahimu. Kwa katika utii, Mungu anaweza kubadilisha jina kutoka fukara kuwa tajiri, kutoka mwimbaji asiyeeleweka kuwa mwimbaji anayeeleweka, kutoka mhubiri ambaye haeleweki na akubariki akaeleweka. Mungu ndiye anayebadilisha. Ili akubadilishe, akutoe sehemu akupeleke sehemu nyingine, kinachohitajika ni utii. Umfundishi Mungu, umwelekezi Mungu. Wewe unapaswa kusikiliza Mungu anataka ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwenye huduma, huruka, mhemko, shauku vinafanya mtu aende kwa spidi mpaka nje ya maelekezo ya nani? Ya Mungu. Yaani anajua nipo tu. Yaani anataka kesho tu nishapata kiu ya kuimba cha studio. You must go step by step. Lazima uende kwa hatua ili ufanye kitu ambacho mwisho wa siku utaimba kwa haraka, utakuta ni kama wale walikuwa wanaimba vizuri lakini saa hizi wanaimba saa hii ingekuwaje? Mungu atusaidie sana. Sio vile Ibrahimu anatii, tunapata chanzo cha kumuona Pasaka. Ibrahimu anabadilishwa, anapewa jina jipya kutoka mwenyewe anamtoa kwenye pata kitu hapa tukusaidie. Kwa nini Mungu Abraham kabla ya kutoa sadaka alikuwa na jina lingine? Mungu anampa jina lingine. Kwa nini? Kwa sababu lile jina lilikuwa lipo kwenye mnyororo wa asili ya Adamu.